Kijiji cha maajabu Handeni. Hapa tunazungumzia Handeni iliyojaa maajabu na miujiza kutokana na uzuri wake na hata watu waliokuwa wakiishi katika kijiji hicho. Handeni ni nzuri kwa kuvutia. Handeni ni nzuri kwa watu wenye ukarimu. Handeni ni nzuri kwa watu wenye hekima na busara. Katika kijiji kimoja kiitwacho Handeni, kulikuwepo na desturi ya wakazi wake kukutana kila jioni na kuhadithiana visa mbalimbali. Hii ilikuwa ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, ambapo vijana kwa wazee walikusanyika kusikiliza simulizi za zamani. Miongoni mwa wakazi wa kijiji hicho, alikuwepo mzee mmoja mashuhuri kwa uwezo wake wa kusimulia hekaya na hadithi mbalimbali. Alikuwa maarufu kwa umahiri wake, ucheshi wake na upendo wake kwa watoto au hata kwa watu wazima. Kila jioni watoto na watu wazima walikusanyika kumsikiliza, wakifurahia hekaya za maisha ya kale, upendo, mshikamano na maisha ya mababu zao. Mzee huyo alipendwa sana katika kijiji kwa sababu ya moyo wake wa ukarimu na hata busara alizokuwa nazo. Watoto walimpenda mno, kwani aliwapa nafasi ya kufurahia hadithi na kujifunza maadili kupitia simulizi zake. Hata hivyo, siku moja hali ilibadilika ghafla. Wakati mzee huyo akiwa katikati ya hadithi yake, sauti za ajabu zilianza kusikika. Huku upepo ulionguruma pamoja na sauti za ndege mbalimbali. Zilikuwa sauti zisizoelezeka, zenye kuogopesha na zilizozua taharuki miongoni mwa watu waliokuwepo. Watoto walianza kulia, wengine wakakimbia bila kuelewa kinachoendelea sehemu hiyo. Ghafla, jitu la ajabu likatokea. Lilikuwa refu mno, lenye weupe wa ajabu na mng'ao mkali uliowaumiza macho watu wote waliokuwepo katika sehemu hiyo. Kwa muda mfupi, kijiji kizima kilitumbukia katika fadhaa. Hakuna alielewa nini hasa kilikuwa kimepelekea tukio hilo la kutisha na kuogopesha. Watu walishikwa na hofu, wakijiuliza ni kosa gani wamelifanya hadi kuwasilisha janga hilo la ajabu. Usisahau kusubscribe kwa muendelezo wa story zetu. Kuwa nami katika sehemu ijayo. Niite Mhenga 01. Niishie hapa kwa leo. Waswahili wanasema mdogo mdogo ndio mwendo. Tukutane tena katika sehemu ijayo.